Hatimaye na mimi sasa naoa. Mungu umesema apataye mke apata kitu chema na yapata kibali kutoka kwa Bwana. Kibali kiambatane nami na maongezeko pia kama ulivyosema kwenye Mwanzo 1:28. Sasa Bwana Yesu, nipe kibali kwenye maisha yangu. Pia umesema kwenye Amosi 3:3, je, wawili watakwendaje pamoja pasipo kupatana? Yesu, leo wewe ukawe mpatanishi wa ndoa yetu hii na ikabidi mikononi mwako. Halo, we nani? Nina picha yako hapa. Kuna mtu ameniletea, lakini mbona wewe unaonekana kijana mwema sana? Mimi sitaki kukufanyia kitu kibaya. Hivyo nipe tu pesa kidogo nisifanye ninachotaka kufanya. We ni nani usinitishie maisha? Mimi nalindwa na Mungu. Fanya unachotaka kufanya. Shikamoo bibi. Marahaba kijana wangu. Bibi, na wewe unaelekea kanisani? Ndiyo, naelekea huko. Haya tuende, mimi nitabeba mpaka kanisani. Asante mwanangu, Mungu akubariki. Nilisikia harusi yako imetangazwa kijana wangu, hivi ni lini? Bibi, ni wiki 2 zijazo. Mungu akubariki kijana wangu, Mungu akupe yaliyo mema wewe na mke wako. Asante sana bibi, nitakufuata unipe mawili matatu kabla ya harusi. Babe, leo nimekuangalia tu nikasema kweli Mungu amenitendea mema kunipa wewe maishani mwangu. Ndio Alonzo, Mungu ametubariki sana. Nakupenda sana. Na mpenzi, nakupenda. Muda unakimbia sana. Love, hizi siku zilizobaki tuombe sana. Kila kitu kikae sawa. Mungu ndiye asimamia harusi yetu. Amen. Sitaki tufanye jambo lolote kwa nguvu zetu. Kama Mungu ndiye aliyetukutanisha, ndiye atakayetuongoza mpaka mwisho. Ndio Alonzo. Biblia inasema asipojenga Bwana nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Ndio maana kila hatua yetu lazima iwe kwenye maombi. Baby, uni drop kwa mama. Sawa. Kipi bado kiko pending kwenye maandalizi ya harusi upande wako? Ni wewe tu kwa mume wangu, ndio kimebaki. Yaani hata mimi I can't wait babe kuita mke wangu, halali yangu. Mungu atujalie tupendane zaidi kila siku. Ndio mpenzi, siku yetu itakuwa nzuri sana. Oh, cooking with love. Dinner's on the way, yes. Smells so good. Mama, leo unapika mapema. Ndiyo mwanangu. Vipi maandalizi yanakwendaje? Tunamshukuru Mungu. Kila kitu kimekaa mkao. Mwanangu, una uhakika umeomba vya kutosha? Huu ni uamuzi mkubwa sana. Hakikisha si hisia tu zinazokuongoza, bali ni Mungu mwenyewe. Ndiyo mama, nimeomba sana kuhusu jambo hili. Nina amani moyoni na naamini huu ni mpango wa Mungu. Hilo ndilo nilitaka kulisikia. Ukimpa Mungu nafasi ya kwanza, hata mambo yatakayokuja baadaye atakupa neema ya kuyashinda. Mama, nimeweka Mungu mbele katika kila kitu. Naomba uendelee kuniombea. Mimi sitaacha kukuombea hata baada ya ndoa. Bwana Yesu, kesho ni siku ambayo nimeisubiri kwa muda mrefu. Asante kwa kunifikisha hapa. Naomba utangulie katika kila jambo. Uwe msingi wa ndoa yetu. Utuunganishe katika upendo wako na utulinde dhidi ya kila mpango wa adui. Kama ulivyosema, usipoijenga Bwana nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Basi ijenge ndoa yetu kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu. Amina. Sasa bwana harusi, uko tayari kweli? Kesho ndio siku yenyewe. Nipo tayari kabisa. Mungu ametufikisha hapa, naamini kesho ataendelea kuwa pamoja nasi. Haya basi, usije ukakosa usingizi usiku wa leo kwa mawazo. Hapana, mawazo yote nimemkabidhi Mungu. Asanteni sana ndugu zangu. Uwepo wenu na maombi yenu yamekuwa faraja kubwa sana kwangu. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu umemfikisha Alonzo na Dina mpaka siku hii. Tunakuomba utangulie katika harusi ya kesho. Linda familia hii mpya, uwape upendo wa kweli, hekima na umoja. Kila mpango wa adui ubatilishwe kwa jina la Yesu. Amina. Binti yangu, leo ndio siku ambayo Mungu ameifanya. Ukawe mke mwema na mwenye hekima. Asante mama. Na Mungu anisaidie. Dina, umependeza sana rafiki yetu. Nimekuwa bibi harusi mcharo sana. Niseme ni mimi zaidi ya kumtukuza Mungu. Asanteni sana.
Leo hakuna kurudi nyuma, usijebadili mawazo. Hakuna kabisa. Leo namchukua malkia wako, hatimaye nakuwa mume wa mtu. Leo ndio siku Bwana amefanya. Kama kuna mwenye pingamizi, ndoa hii isifungwe, aseme sasa, la sivyo na ukae kimya milele. Alonzo, je, unamkubali Dina kuwa mke wako halali? Utapenda mwingine na utaambatana naye mpaka kifo kiwatenganishe? Ndiyo, namkubali. Dina, je, unamkubali Alonzo kuwa mume wako halali? Utaacha wote na kuambatana naye mpaka kifo kiwatenganishe? Ndiyo, namkubali. Kwa sababu hiyo, nanyi si wawili tena bali mmekuwa mwili mmoja. Hivyo mwanamume ataachana na wazazi wake na kuambatana na mkewe. Kwa mamlaka niliyopewa na Kristo Yesu aliye kichwa cha kanisa, ninatangaza kuanzia sasa mmekuwa mke na mume, na Mungu awatangulie. Hongera, Mungu awabariki. Bwana sifiwe. Bataga bene. Hongera. Hongera sana. Mungu awajalie watoto wazuri. Wapokee kwa makofi mengi zaidi. Bwana Nabii Punjeshi. Nakupenda kuliko jana, na nitakupenda maisha yangu yote. I love you. I love you more. Pokea zawadi nahodha wetu, kafunge magoli zaidi ya hii namba hapa. Asante sana rafiki yangu. Hongera. Ni zawadi nzuri sana. Hongera mpenzi. Zawadi hii ni hazina ikaishi na nyinyi. Hongereni sana. Hii ni zawadi kutoka kwa wafanyakazi wenzio. Hongera sana. Ufa. Hey babe, thank you kwa kunileta kwenye resoti iliyokuwa ndoto yangu. Anything for you mpenzi. Nakupenda sana Dina mke wangu. Now I can finally call you mke wangu. Nakupenda zaidi mshikaji wangu. Alonzo, punguza speed, nitaanguka. Mke wangu, utaangukaje na mimi niko hapa? Imagine mke wangu, haya ndio maisha yetu ya kila siku. Kwa kweli ni njema sana. Kazi kwetu kufanya maisha yawe shangwe kila siku. Mke wangu, tumemaliza wiki sasa hapa. Kesho tunakwenda kwetu kwenye uhalisia wa mambo. Sasa maisha tuliyoyasubiri ndio tunaenda kuanza rasmi. Baada ya honeymoon kuisha, wawili hao walirudi nyumbani. Huyu anasema, Alonzo kijana wangu, umeoa sasa, uache kwenda kuangalia mpira vibanda umiza. Kaa nyumbani shemeji afurahi. He, huyu amefunga box empty, maskini ukuta amejisikia vibaya kukosa zawadi, akaona alifunge vizuri alete. Harusi huwa zina mambo mke wangu. Rafiki yangu ameniweza sana kwa zawadi hii. Naona wamenipa na jezi nivae nyumbani nikiangalia mpira na wewe nisitoke. Wamekuweza kweli mume wangu, ila ni zawadi nzuri sana. Una marafiki wazuri, napenda jinsi mnavyopeana sapoti kwenye kila kitu. Hebu na mke wangu nilivyotokelezea. Hiyo safi sana baby, ila wewe na ushabiki usije tu kavaa kazini. Oh, Dina wangu, kuna muda naona kama sikustahili kupewa wewe. Mungu ametupa zaidi ya tulivyoomba mume wangu.
Kama mnavyoona kwenye taarifa hii, kampuni yetu imeendelea kukua kwa kiwango kizuri. Tukidumisha ushirikiano na ubora wa huduma, mwaka huu tutafikia malengo yetu kwa mafanikio makubwa. Alonzo, hivi unajua tangu wewe umekuwa kijana wa busara sana, miaka mingapi sasa? Miaka 7 rafiki yangu, Mungu mwema sana. Hiyo ni muda refu ndugu, umefanikiwa sana. Sasa, mpango wa watoto bado hamjaamua kuzaa, umri umesonga sasa. Rafiki yangu, bado tunaendelea kumuomba Mungu, kwa wakati wake watakuja. No pressure brother. Karibu sana madam, unataka nikuhamishie ndege ya lini na saa ngapi? Ijumaa saa 7. Sawa, nitakupa ndege za Ijumaa. Karibu sana, tayari nimekuhamishia. Una changamoto nyingine madam? Hapana, asante. Karibu tena Labi Airways, endelea kusafiri nasi. Asante. Vipi Dina, uliniambia unataka kufanya anniversary ya miaka 7 ya ndoa siku gani? Mwezi wa 7 rafiki yangu, lakini naona inanipa uzito sana. Kwa nini Dina? Ndoa yako imekuwa njema sana. Ni kweli, lakini nikiwaza maswali ya watu kuhusu mimi kuzaa, sitamani kabisa kufanya anniversary, lakini sitaki kumwangusha Alonzo. Dina rafiki yangu, watoto watakuja tu, wala usijipe stress. Acha kusikiliza maneno ya watu. Kwanza watakusaidia kulea hata wakija sasa hivi. Kwa wakati wake atakupa tu. Mungu wangu, nimechoka mimi. Kwa nini mimba zangu zote zinatoka sana? I'm tired. Alonzo, nilishakuonya mara nyingi. Umekuwa ukipoteza wateja wengi, tena wa maana. Nimekupa nafasi nyingi za kujirekebisha, lakini umeshindwa. Now you are fired. Vacate mara moja. Hii vita sasa imenizidi uwezo. Tangu nimeoa nimekuwa nikipoteza commissions zangu zote na kuishi kwa nusu mshahara. Nashukuru Juma kwa kuwa pamoja nami. Nafikiri niondoke sasa, maana nimeshafukuzwa. Ni kweli hii si poa kabisa. I feel you brother. Sasa una mpango gani? Mpango upi brother? Nimechanganyikiwa kabisa. Niende tu kwanza kwa mke wangu. Na mke wangu sasa anafanya treatments za gharama sana za uzazi. Sijui nitazimudu vipi. Babe, mi nimechoka hizi sindano za IVF, maana hakuna kinachofanya kazi. I give up. Sitaki tena. Nakuelewa mke wangu. Ni kama Mungu ametusahau na mambo yanazidi kuwa mabaya. Nimechoka na haya maisha magumu. Si unaona tangu tumeoana nimekuwa nikipoteza deals za maana na sasa sina kazi. Kuna kitu hakijakaa sawa. Labda hatujaomba vya kutosha. Dina mke wangu, kuna siku imepita hatujaombea hii ndoa. Nafikiri Mungu ameamua kutupitisha kwenye jaribu. Dina, leo umekuwa na mawazo sana. Muda mrefu na kutazama. Ni nini shida? Rafiki yangu Agi, ili swala la watoto linanitesa sana. Kila kona nasemwa mno, mara naambiwa mimi ni mgumba. Pole sana Dina, usijali. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwani si mlifanya vipimo na Alonzo? Ndiyo Agi. Hakuna mwenye shida kati yetu, wote tuko vizuri. Na si unaona mwenyewe, sio kwamba hatupati mimba, ila zikija hazikai, zinatoka. Sasa rafiki yangu, najua hupendi kuombewa, na kwenye hii issue umejaribu vya kutosha. Sasa ni wakati wa kumfuata mchungaji wako, akusaidie kukubeba kwenye maombi. Ni kweli rafiki yangu, binafsi nimeshachoka. Kuna muda natamani nikaishi eneo ambalo hakuna anayenijua, ili nipate utulivu bila presha ya kuzaa. Kuna muda natamani kumwacha Alonzo pia, maana najua watoto ni kitu anachotaka. Sasa Dina, umefika mbali sana rafiki yangu. Usimruhusu shetani akupe mawazo machafu. Tumaini bado lipo. Mimi niko tayari kukushika mkono, tuanze kupiga maombi ya nguvu sana na kufunga pia. Asante sana bestie. Haya, turudi sasa kwenye posti zetu kabla hatujatafutwa. Ni kweli tumesimama muda mrefu. Dina, nimehesabu kila kitu. Tunalazimika kuuza gari letu na kupunguza matumizi mengi ya nyumbani.
Mungu atusaidie mume wangu, tulipo si pazuri. Tutapambana pamoja, sitaki tukajiharibu kwa madeni. Dina hawezi kukupa mtoto. Talaka si jambo baya katika hali kama hii. Njomba, Dina ni mke wangu. Sikuwa tumbo lake, nilimuoa yeye. Tafadhali usinipigie tena kuhusu jambo hili. Asante kwa kupiga Labi Airways Customer Care. Dina, haraka mleteni maji. Pigeni ambulance. Dina, unaweza kunisikia? Ita ambulance. Unaweza kunisikia? Dina, stay with us. Dina, can you hear me? Daktari, tafadhali niambieni mke wangu atakuwa sawa? Tunafanya kila tuwezalo. Tafadhali tupe nafasi tumhudumie. Tulifanya kila tulichoweza kuokoa maisha yake. Ilibidi tuondoe mfuko wa uzazi. Hataweza tena kubeba ujauzito. Kwa sasa jambo muhimu ni kuhakikisha anapona vizuri. Pia asipate stress kabisa. Dina, nipo hapa kwa ajili yako. Natamani nichukue maumivu yako, mke wangu. Nitahakikisha na kulinda na kukupenda siku zote za maisha yangu, hata bila watoto. Alonzo, sasa umejionea mwenyewe. Siwezi tena kupata mtoto. Tafadhali, tafuta mwanamke mwingine akupe watoto. Dina, hebu acha mawazo mabaya hayo. Sasa hivi tufocus kwenye wewe kupona. Mengine tutamwachia Mungu. Twende nyumbani ukapumzike. Dina, najua umechoka sana. Hili na kuhakikishia, sitakuacha hata siku moja. Mungu bado yupo nasi. Asante kwa kunisimamia mume wangu. Sijui ningefanyaje kama usingekuwa karibu yangu. Alonzo, je, ndoto zako za kuwa baba zimekwisha? Afya yako ndio muhimu kwangu. Mungu bado hajamaliza kuandika hadithi yetu. Dina, anti yako amenipigia simu. Amesema anakuja leo kuona unaendeleaje. Angalau kuna mtu amekumbuka kuniuliza afya yangu, na si watoto. Mnaendeleaje? Nimekuwa nikiwaombea sana. Niliposikia mliopitia nilijua lazima nije kuwaona mwenyewe. Tunaendelea vizuri, shangazi. Asante kwa kupata muda wa kuja. Asante sana kwa kutukumbuka. Ujio wako umenifariji sana. Leo nimevaa hii nguo niliyovaa siku ya harusi yenu. Nilitaka niwakumbushe siku mlipoahidiana kupendana katika raha na shida. Msingi wa ndoa yenu ni upendo, si watoto. Mungu akipenda, atawapa watoto kwa wakati wake. Amen. Asante sana shangazi. Karibu sana aunt. Uwe unakuja mara kwa mara. Karibuni Calvary Church, tunafurahi kuwaona. Asante sana. Hali zenu? Salama kabisa. Hebu tufungue Luka 1 mstari wa 37. Kwa maana hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hiyo ndiyo ahadi ya Mungu kwako leo. Kama madaktari wamesema haiwezekani, Mungu anasema inawezekana. Kama biashara yako imekufa, Mungu anasema inaweza kuinuka tena. Au kama umengojea mtoto kwa muda bila mafanikio, ninakualika ujiunge katika siku hizi 21 za kufunga na kuomba. Ninaamini Roho Mtakatifu ameniongoza leo kutangaza siku 21 za kufunga na kuomba kuanzia kesho. Ila ni hiari yako kufunga. Sasa tukutane kila siku jioni, saa 12 kamili kwenye maombi. Ninakuombea Roho Mtakatifu akutie nguvu kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji, tumekuja kwako kwa sababu hatujui tena tufanye nini. Leo ni miaka 10 tangu tufunge ndoa. Tumezunguka hospitali nyingi kwa vipimo vingi. Wote tumeambiwa hatuna tatizo, lakini kila ninapopata ujauzito, mimba zinaharibika. Na mwisho amenitoa kizazi kabisa. Kweli na mimi nina tumaini.
Hapa ninavyoongea kizazi sina. Je, nikifunga ndio mwisho itakuwaje? Nitapataje mtoto bila kizazi? Mungu atakirejesha kweli? Ama mimi ndio basi nisifunge? Tumetumia pesa nyingi kwenye matibabu. Tumeomba sana. Na sasa hatujui tena pa kuanzia. Tunahitaji sana msaada wa kiroho. Maana peke yetu hatuna nguvu tena. Nimewasikiliza vizuri. Kwanza nataka mjue kwamba Mungu hajawasahau. Miaka 10 si mwisho wa hadithi yenu. Mungu ana makusudi yake juu yenu. Mungu anaweza kufanya kile ambacho wanadamu wanasema hakiwezekani. Hebu tumwaibishe shetani kupitia hadithi yenu, tupambane pamoja. Hii kesi yenu mimi nitaibeba kipekee sana. Sasa nyie mtakuja na asubuhi saa 11 kila siku kwa ajili ya maombi. Na jioni mtakuja pia tuungane na wengine. Je, bila kukosa na wote mzamilie kufunga siku zote bila kuruka wala kuchoka. Mungu aliyemfufua Lazaro aliyeoza na kunuka hawezi shindwa kurejesha kizazi. Ripoti ya nani mnayamini? Ya daktari au neno la Mungu? Sasa nataka niwape mistari ya kusimamia. Nataka muombe kwa hii mistari kila siku. Samueli wa kwanza, sura ya kwanza mistari wa 27. Mwanzo sura ya 21 mistari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi sura ya 113 mstari wa 9. Na pia Zaburi sura ya 127 mstari wa 3. Mungu humpa aliyetasa watoto. Luka sura ya kwanza mstari wa 13. Yeremia sura ya 29 mstari wa 11 hadi wa 12. Mungu anajua mawazo anayowazia ninyi. Marko sura ya 11 mstari wa 24. Na Ezekieli 37, Mungu anaweza kufufua vilivyokufana kusahaulika na tumbo lako atarejesha. Sasa niwaombe muandae journal ama notebook ili mambo ambayo Mungu atayafunua kwenu, miandike ili tuyafuatilie kwa ukaribu. Tumeambiwa tutafakari mistari hii mpaka iwe halisi kwenye maisha yetu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 imeeleza, naye neno akafanyika mwili, akakaa kwetu. Tuombe mpaka neno la Mungu livae mwili katika maisha yetu. Hivyo mume wangu, hii mistari tutaimba mpaka kizazi kije. Let's accept this challenge. Danieli alifunga na kuomba kwa siku 21. Lakini jambo la kushangaza ni hili. Mungu hakusubiri siku ya 21 kujibu. Jibu lilitoka siku ya kwanza. Danieli sura ya 10 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, tangu siku ya kwanza ulipoekeza moyo wako kutafuta ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa sababu ya maneno yako. Kwa nini malaika alifika baada ya siku 21? Kwa sababu mkuu wa Wajemi alizuia mjumbe wa Mungu malaika Gabriel mpaka malaika Mikaeli akaja kumsaidia. Hii inatufundisha kwamba kila kizuizi kinachochelewesha majibu ya maombi yangu kiondoke katika jina la Yesu. Wakati mwingine jibu lipo njiani za kusimama kama Danieli mpaka yasionekana kwa macho yakitimia. Amina. Mungu anaweza kuwa tayari alikujibu tangu siku ya kwanza ulipoweka nia ya kufunga na kuomba, lakini anataka uendelee kuwa mwaminifu mpaka ushindi uonekane. Zaburi sura ya 127 mstari wa 3. Watoto ni urithi utokao kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Yesu, rejesha tumbo langu, ondoa kila kilichonisababishia kuharibikiwa na mimba, nijalie kubeba mtoto mwenye afya kwa utukufu wa jina lako. Amina. Bwana, wewe ndio uliyemfungua Sara tumbo lake, ukamkumbuka Hana na ukambariki Elizabeti. Leo tunakuomba utukumbuke nasi. Kutoka sura ya 23 mstari wa 26. Hakutakuwa na mwanamke mwenye kuharibika mimba wala tasa katika nchi yako. Naamini wewe si Mungu unayeshindwa. Yesu, vunja kila kifungo cha utasa na fanya urejesho wa kizazi katika jina la Yesu. Amina. Mungu ulisema katika neno lako, mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Kutoka sura ya 15 mstari wa 26. Tunatangaza uponyaji juu ya mwili wa Dina. Kila kilichoharibika kirejeshwe. Kila mlango uliofungwa ufunguliwe. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunasema uzazi rudi sasa. Zaburi sura ya 113 mstari wa 9.
Neno lako linasema, yeye huwaketisha nyumbani wanawake waliotasa, wawe mama wafurahia watoto. Kila roho zinazofuatilia familia hii, kila laana za familia, kila uovu unaozuia uzao kwenye nyumba hii be exposed now in the name of Jesus. Yesu, rejesha tumbo langu. Ondoa kila kilichonisababishia kuharibikiwa na mimba. Nijalie kubeba mtoto mwenye afya kwa utukufu wa jina lako. Mungu wangu, najua hakuna jambo gumu kwako. Neno lako linasema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtapewa mlango. Yesu, fanya urejesho sasa. Umesema kwenye Zaburi, utainuka na kuirehemu Sayuni, kwani muda wake wa kujiriwa umefika. Yesu, tujilie na sisi. Mungu wetu, tunakungoja kama walinzi wangojavyo asubuhi. Hatuna mwingine wa kutukimbilia isipokuwa wewe. Yesu, tutembelee leo. Kuna ugonjwa, tupe uponyaji. Tafadhali usituache hivi. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, tunakuomba utukumbuke. Bwana, ulifungua tumbo la Sara, ukamkumbuka Hana, ukamjibu Elizabeti. Leo nasi tukumbuke. Zaburi sura ya 139 mstari wa 23 hadi wa 24. Bwana, tuchunguze na utuonyeshe kinachozuia sisi kupata watoto. Nimekwambia nipe pesa kidogo nisikufanyie kitu kibaya. Nina picha yako hapa. Mke wangu, nimeota ndoto. Nimemwona rafiki yangu akiwa na hasira sana nilipokuwa naongea kwenye simu, na kuna mtu alikuwa akiniambia nimpe pesa ili asinifanyie kitu kibaya. Yamkini Mungu ameanza kutufunulia yaliyo sirini, mume wangu. Hebu tuombe Mungu atufunulie. Pia asubuhi wewe si utaenda kwa mchungaji? Basi ukamweleze. Yamkini anaweza akatusaidia kupata maana. Mungu, nashukuru kwa ndoto hii ulionipa. Roho Mtakatifu, nipe uwezo wa kuelewa nini umenionyesha. Shetani asinishinde katika jina la Yesu. Hila za mwovu navunja kwa jina la Yesu. Amen. Mchungaji, nimeota ndoto sijaelewa. Yaani mtu anatishia kwenye simu kuwa atanifanyia kitu kibaya. Lakini pia wakati naongea na simu nilimuona rafiki yangu wa karibu sana akiwa na hasira sana. Ni kama ananichukia kabisa. Lakini tangu nimefahamiana naye kwenye uhalisia, amekuwa baraka sana kwenye maisha yangu. Hatujawahi kugombana. Pia baada ya kuamka, nikakumbuka siku kadhaa kabla ya harusi, kuna mtu alinipigia simu akiniambia maneno hayo hayo. Mimi sitaki kukufanyia kitu kibaya, hivyo nipe tu pesa kidogo nisifanye ninachotaka kufanya. We ni nani usinitishie maisha? Mimi nalindwa na Mungu. Fanya unachotaka kufanya. Je, kuna uhusiano wowote mchungaji? Mungu anajaribu kunionyesha kitu gani? Ndoto yako si ya ghafla. Ni Mungu anakukumbusha kilichotokea kabla ya harusi. Kumbuka, ndoto ni mlango wa ulimwengu wa roho. Mungu hutuonyesha kila kinachoendelea kwenye maisha. Kirudi kasome Ayubu 33 mstari wa 14 na 15. Imeelezea wazi. Mungu huongea mara 2 mara 3 katika ndoto. Lengo ni kutuonya na vinavyoendelea tusivyovijua. Lakini pia Mithali ya 23 mstari wa 7 unasema, aonavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Mtu husema kula au kunywa kama anakufurahia, kumbe moyoni mwake hana raha na wewe. Yaweza kuwa Mungu anakuonyesha moyo wa rafiki yako. Au ndoto ina maana tofauti kabisa. Hivyo usiache kuomba. Endelea kuomba mpaka Mungu akuonyeshe waziwazi nini maana ya hii ndoto, lakini pia uandike kila ukiota. Na mimi nitaendelea kuomba pia. Mungu ni mwaminifu, atatuambia hii ndoto ina maana gani, maana yeye ndiye ajuaye. Mwanangu, hii ya leo ni kali. Game in zito. Alonzo, mazoezi haya yanauma. Msuli lazima utoke leo. David, rafiki yangu, nashukuru Mungu kwa ajili yako. Hujawahi niacha tangu nipoteze kazi miaka 4 iliyopita. Uchumi wangu umeyumba, nimeuza vitu vingi sana, lakini wewe pekee ndo umesimama na mimi mpaka sasa. Wewe ni mwanangu, la kwako ni langu. Tutapambana wote mpaka uchumi wako ukae sawa.
vingi kuliko unavyoona. Dina, mke wangu, hiyo ndoto ulionisimulia ni halisi sana. Bila hata kupepesa macho, ninaamini box lina uhusiano na anti yako. Mungu hajaanza kutuonyesha mambo haya bure. Naamini sasa wakati wetu wa kufunguliwa umefika. Mungu anaanza kutuonyesha dhahiri nini kimetufunga kwenye uchumi, ndoa na hata uzao wetu. Inawezekana mambo yote haya yana connection moja. Haya mke wangu, inuka tupige maombi ya vita mpaka kieleweke leo. Roho Mtakatifu, tuko mbele zako, tujaze nguvu. Neno linasema umefundisha mikono yetu vita na vidole vyetu kupigana. Umesema katika Luka 18:7, je, Mungu hata watetea wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Amina. Yesu, Bwana pigana. Kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 68:1, Mungu na ainuke, adui zake watawanyike. Amina. Yesu. Bwana pigana. Mungu simama. Simama leo. Watawanye wanaotupangia mabaya. Amina. Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aibika. Kila mshale wa uchawi tuliotumiwa tunauvunja. Kila agano la giza linalopigana na maisha yetu vunjika sasa. Kila neno baya lililotamkwa dhidi yetu halitafanikiwa, kwa maana umeandikwa katika Isaya 54:17, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Tunabatilisha kila silaha, tunabatilisha kila madhabahu ya giza, tunabatilisha kila mpango wa shetani. Bwana Yesu, simama kama shujaa wa vita. Mungu wa majeshi, leo simama ututetee. Amina. Kwa maana imeandikwa katika Kutoka 14:14, Bwana atawapigania ninyi. Basi tupiganie leo. Hatutapigana kwa nguvu zetu, tutashinda kwa nguvu zako Yesu. Pigana kama ulivyosema katika Isaya 49:25, nitashindana na ashindanaye nawe. Washindane wote wanaotushindania. Haribu mipango yao, vunja mitego yao, geuza laana zao kuwa baraka, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 35, njia yao iwe giza na utelezi. Bwana, kila shimo walilotuchimbia waangukie wenyewe. Amina. Kila maneno ya uchawi, kila nadhiri ya giza, Bwana, kila shimo walilotuchimbia waangukie wenyewe. Kila uchawi wa usiku vifutike kwa damu ya Yesu. Amina. Kwa mamlaka ya Luka 10:19, tunawakanyaga nge na nyoka, majoka yote ya maisha yetu tunayakanyaga. Hakuna nguvu ya giza itakayotushinda. Tunatangaza kuwa nyumba yetu ni ya Yesu, ndoa yetu ni ya Yesu, uzao wetu ni wa Yesu, uchumi wetu ni wa Yesu. Amina. Hakuna mchawi, hakuna mganga, hakuna madhabahu ya giza, hakuna nguvu ya kuzimu itakayoshinda dhidi yetu. Amina. Katika jina kuu la Yesu Kristo tunatangaza ushindi milele. Haleluya, haleluya, haleluya. Asante Yesu kwa ushindi. Dina, nakuita Dina, umefanya nini na kuuliza? Siku hizi umekuwa mchawi wewe, nakwambia mimi silogeki. Mwanga mkubwa wewe. Nimekupigia nikwambie huniwezi, mchawi mkubwa wewe. Mwanga mkubwa wewe. Nimekupigia nikwambie huniwezi. Anti, unaongea nini? Mimi sikuelewi. Asubuhi yote hii unapiga kunitukana. Mtoto mbaya sana wewe, ndo maana huzai. Siku zote nasemaga mimi wewe mtoto ni mchawi, lakini leo ndo nimeamini. Halo, shalom pastor. Afadhali umepiga, maana nilitaka nikupigie sasa hivi ili tuje kukuona. Tuna jambo la kukueleza. Basi ni habari njema. Maana nilikupigia nikuambie mje na mke wako ofisini. Kuna vitu Mungu amenionyesha. Nahitaji tujadili pamoja. Hatuwezi kuongea kwenye simu. Tafadhali mfike mara moja ofisini kwangu. Mke wangu, hatuna muda wa kupoteza, tuondoke. Haya mambo ni mazito. Sijui pastor naye ameona nini. Nashukuru sana kwa kuitikia wito kwa haraka. Kabla sijaeleza yangu, hebu nielezeni mlitaka tujadili nini? Pastor, nimeota anti yangu amenipa empty box akiwa anacheka sana, na mimi nilikuwa sina furaha kabisa kwenye hiyo ndoto. Ameniambia kuwa box nililoshika haliko tupu, lina vitu vingi kuliko ninavyodhani. Na nilipoamka nikalikumbuka. Alitupa hilo box kwenye harusi. Na tuliporudi kuangalia mkanda wetu wa harusi asubuhi ya leo,
tukagundua kuwa ni Aunt Mage ndio alituletea zawadi ya box tupu. Kwa nini aseme box lina vitu kuliko tunavyodhani wakati liko empty? Na leo asubuhi akapiga simu kwa ukali sana akisema mimi ni mchawi. Watoto wangu, hongereni sana. Ukiona vita zinazidi, ujue mwisho umefika. Hii yako binti yangu, sio ndoto, ni uhalisia kabisa. Maana yake hilo box limebeba maneno na maagano yasiyoonekana kwa macho, maadamu Mungu ameonyesha. Maana yake tuendelee kuomba ili atuonyeshe nini hasa kimefanyika kwenye hilo box. Sasa nimewasikia na mimi Mungu amenipitisha kwenye maono usiku, akanionyesha kuwa maisha yenu yamefungwa kwenye namba 10, na namba 10 hiyo mlipewa pia kama zawadi wakati wa harusi. Je, ni kitu gani kinachoashiria namba 10 mnakifahamu mlipewa kwenye harusi? Hicho tukikipata ndio tumemaliza tatizo. Mungu alinionyesha kuwa hiyo namba 10 ndio kifungo. Mlifungwa kwa sadaka. Kuna madhabahu imewafunga nyinyi kupitia magumu kwa miaka 10. Sasa leo mniambie ni nini ili tukivunje, na kama ni kitu basi mkilete hapa tuchome moto kuvunja maagano hayo. Zaidi ya hilo box ambalo ndio cha kushangaza, sidhani kama tulipewa namba 10 kwenye zawadi. Pastor, ulipoongea nimekumbuka kitu. Yawezekana mke wangu akumbuki. Nafikiri itakuwa ile jezi yangu ya zawadi. Nina jezi aliniletea rafiki yangu. Ina namba 10 mgongoni. Yaweza kuwa hiyo kweli? Nataka mwende nyumbani sasa hivi, mkatafute vyote vinavyoashiria namba 10, mje navyo hapa pamoja na hiyo jersey. Bwana Yesu, na wakabidhi watoto wako mikononi mwako, wape macho wakaone vyote wanapoenda kutafuta namba 10. Amen. Amen. Sasa mume wangu, hii search sijui tunaanzia wapi? Tutajua tu, ila mpaka tupate namba 10 zote. Kwa kweli Mungu atukumbuke, maana hii sio poa. Kweli mke wangu, hii ni too much. Hivi utafanyaje ukigundua rafiki yako David kuna kitu alifanya kwenye jezi? Sijui kwa kweli. We mama, baada ya kumtukana mke wangu, bado una ujasiri wa kuja nyumbani kwangu? Nimekusamea matusi yako, ondoka kwangu tafadhali. Wanangu, msinifukuze. Naomba mnisikilize. Nimekosa Midina, wewe ndo pekee unaweza kunisaidia mimi. Mnisamee wanangu. Naomba mnipe muda, leo nitawaeleza kila kitu. Mnisamee wanangu. Mwanangu Dina, wewe sio mchawi, ila mimi ndo nilikuloga kupitia boksi la harusi. Nimeleta mtaalamu kama ulivyoniagiza. Ni gauni langu la kuvaa kwenye sherehe na boksi la zawadi ulilosema nilete. Madhabahu. Nimeleta vitu mlivyoviagiza. Mizimu inuka, we upokee sadaka hii. Kama boksi hili lilivyo tupu, ndivyo maisha ya Dina na Alonzo yawe matupu milele. Kama boksi hili lilivyo na kuta 4, ndivyo maisha ya Dina na Alonzo yawe ndani ya ukuta, wasivuke popote. Maisha yao yawe ndani ya box, wazunguke bila kusogea popote na wasifanikiwe chochote. Na uzao wake ninaufunga kwenye hili box. Chochote wafanyacho kisizae, na tumbo lake tunalifunga leo lisizae. Awe mwanamke tupu asiye ya kizazi. Na gauni hili ninalipa nguvu ya mvuto. Wakimtazama tu macho yao yafungwe, wasijue kinachoendelea. Sasa ukifika nyumbani usemee maneno niliyoyasema, na kila ukitaka kukutana na vijana wako uvae gauni hili tulilolitambika. Watakapolifungua tu hilo box, hapo ndo mwisho wao. Wakilitupa ndo wanatupa maisha yao. Wakichoma wanachoma maisha yao. Ondoka. Nimesema ondoka kabla sijakumaliza. Mnisamee wanangu. Hivi mmesema hii ndiyo zawadi tu kati ya zote iliyokuwa na namba 10 ama kiashiria cha namba 10? Mchungaji, hii ndiyo pekee tuliyoiona baada ya kuangalia tena video ya harusi yetu, pia baada ya kutafuta sana ndani.
Sawa. Sasa tutaenda kuichoma hii jazi, na tutakavyoichoma ndio tunaondoa kifungo chochote kilichojificha nyuma ya hii miaka 10, ikiwa ni uzao au ndoa au mafanikio kwa ujumla. Basi leo ndio mwisho wake Mungu, na aondoe uteka wenu. Hii zawadi alikupa nani kwenye harusi? Aliyenipa hii ni rafiki yangu David, yule niliyekuambia ni rafiki yangu wa karibu sana, ambaye pia ndo niliyemuota akinikasirikia sana. Yaweza kuwa rafiki yangu kweli amenitenda jeuri, kwamba ndiye aliyemlipa mtu anifanyie kibaya kama ile simu ya vitisho ilivyosema. Njia ya kujua ni moja tu: tuchome na tuendelee kuomba Mungu ajidhihirishe waziwazi kama alivyojidhihirisha kwenye box tupu. Kama anti yenu alivyokuja kujisalimisha, basi na aliyefanya haya Mungu atakutana naye huko huko. Sisi tuendelee tu kuomba na kuamini. Katika jina la Yesu, tunapochoma hii jazi na batilisha kila agano linaloambatana nayo, na waovu wafedheheshwe kwa jina la Yesu. Haya sasa, hebu itupe kwenye moto hiyo jezi kwa jina la Yesu aliye hai, tunaiteketeza. Dina, vipimo vinaonyesha una mimba. Linawezekanaje jambo hili? Nilikufanyia upasuaji mimi mwenyewe na kizazi chako nilikitoa mwenyewe. Hii haiwezekani. Nimekupima mara kadhaa mimi mwenyewe na vipimo vyote vinaonyesha una ujauzito. Hii ni miujiza, wala si jambo la kawaida kabisa. Hatimaye mume wangu, baada ya miaka 12 ya ndoa, Mungu ametupa pumziko. Nani angejua kama siku hii ingekuja? Mimi niliyetolewa kizazi kuzaa. Kweli Mungu hufanya isiyo kawaida ya mwanadamu. Nimeona kwa macho na nimeshuhudia kwa macho daktari akisema, mbona una kizazi? Nani alisema amekitoa? Oh, Mungu amejua kutushangaza kwa kweli. Nani angejua asiye na kizazi anaweza rejeshewa na kuzaa? Kuna muda nikitafakari natamani kulia kabisa, mke wangu. Ukijifungua tutaenda kanisani kushuhudia matendo makuu. Unajua hivi vitu visingetokea kwetu, nisingeamini kabisa. Surely God is a restorer. Amerejesha furaha ya nyumba yetu, amerejesha na uchumi wetu maradufu. Aya mama Kijacho, unajisikiaje baada ya mazoezi ya leo? Maana kutembea tu kidogo unaanza kulalamika. Jamani mume wangu, wewe si unahisi mimi ni mwana mazoezi kama wewe? Unajisahau kabisa kama uko na mtu mzito pembeni yako. Ila nakusifu sana mke wangu. Unajua leo tumeenda mwendo mrefu sana. Umepiga zoezi la maana kabisa. Haya mama Kijacho, na kuona tena na leo umevaa pink. Hii mimba na pink. Au unataka kuniaminisha kabisa kwamba anakuja mdada? Yaani wewe acha tu mume wangu. Bila kuvaa pink sioni kama nimevaa nguo. Kesho si tunaenda mazoezi uwanjani, nitabadilisha. Najuta kusema tuje uwanjani leo. Umenitembeza sana Alonzo. Kijacho, una hata huruma jamani. Si unajua siku zimeisha. Muda wote unajifungua. Nataka ujifungue salama kwa haraka, turudi nyumbani tuanze kulea. Mbona kama nasikia mtu anaita jina lako? Alonzo, Alonzo, Alonzo. Ndugu yangu, ona maisha yangu yalivyo sasa hivi. Nimeharibikiwa na kila kitu. Naomba unisamehe brother. Nilishakusamehe David, lakini hii ya kunifuatafuata na kunivizia sitaki kabisa. Kuanzia leo kaa mbali na mimi. Sawa? Kwanza niambie, uliifanya nini ile jezi ulionipa? Wewe ndo unatuma watu wani blackmail mimi niwape pesa. Nitakueleza kaka, nakueleza sasa hivi. Ni kweli ile jezi niliifanyia kitu, ila sikutuma watu wa kublackmail. Nina rafiki yangu anaitwa Alonzo Punjeshi. Nataka umfanye awe masikini kabisa, maana anashindana sana na mimi kimaendeleo. Na kazini kila ninachofanya yeye ananizidi. Na hofia anaweza kusababisha mimi nikafukuzwa kazi, kwa sababu yeye ni mtu anayependa kazi sana. Na sasa anataka kuoa, kila mtu anamsifia kuwa ni kijana safi. Mimi nataka ndoa yake imchanganye mpaka asahau kabisa kuwa smart kazini. Ukiweza, mpe mateso ya muda mrefu sana, hata miaka 10 au 20, ateseke kwanza atulie. Alafu akishajitambue baadaye huko ndio akili zimrudie, aache kiherehere. Nenda kalete picha yake na kitu kitakachoashiria miaka unayotaka tumfunge asifanikiwe. Kesho usiku saa 8 uje na sadaka ya kutoa kwa mizimu, maana itakuwa kazini muda huo ili tukamate nafsi ya huyo kijana. Mtaalamu, nimeleta kama ulivyoniagiza. Hii hapa picha yake, huyu kiherehere. Wengi tu hawampendi pale kazini kwetu.
Huyu ndiye Alonzo. Naona nyota yake iking'aa sana, tofauti na ya kwako. Anaonekana mwema sana na mwenye moyo mzuri. Halo, nina picha yako hapa. Unaonekana ni kijana mwema sana. Nipe pesa kidogo nisikufanyie kitu kibaya. Mimi sitaki kukufanyia kitu kibaya. Hivyo nipe tu pesa kidogo nisifanye ninachotaka kufanya. We ni nani usinitishie maisha? Mimi nalindwa na Mungu. Fanya unachotaka kufanya. Nimepata hii jezi yenye namba 10. Nimekosa kitu chenye miaka 20. Mpe tu mateso ya miaka 10. Yanamtosha. Rafiki yako ana jeuri sana. Atakula jeuri yake sasa. Haya, irudishe hiyo jezi kwenye ardhi, kisha uikanyage kwa miguu yako sasa hivi. Unavyokanyaga, ndivyo utakuwa juu yake. Alonzo! Kwisha! Habari yako! Na kukanyaga! Imetosha sasa. Haya, chukua ukaifue vizuri. Ukampe kama zawadi. Hakikisha anaivaa, ili hilo jini limvae. Pokea zawadi nahodha wetu, kafunge magoli zaidi ya hii namba hapa. Asante sana rafiki yangu. Hongera. Ni zawadi nzuri sana. Hongera mpenzi. Wewe ni mwanangu, la kwako ni langu. Tutapambana wote mpaka uchumi wako ukae sawa. David, uliniloga mimi, ulinitupia jini. Mungu na akupe kinachostahili. Yeye ndiye mwenye kuhukumu. Na hapo kaka, dozo haijaingia vizuri sababu unasali. Ungekuwa maskini kama mimi saa hizi. Hayo maombi yako ndio yamesababisha jini limenirudia mimi. Ona sasa nateseka, nisameme mimi brother. Nimebakiza roho tu hapa. Sina chochote, vyote vimetoweka brother. Sababu yako. Okoka leo upone. Ila achana na maisha yangu kabisa. Pole mama, tumefika. Vuta pumzi taratibu, kila kitu kitakuwa sawa. Alonzo, maumivu yamezidi na hisi mtoto anataka kutoka. Hongereni sana kwa mapacha. Tulitarajia mmoja tu, lakini Mungu ametupa double. Jina lake litukuzwe. Mungu aliyemjibu Sara amenijibu na mimi double. Kwa macho yetu tumeshuhudia Mungu mtenda miujiza. Utukufu kwa Mungu. Atukuzwe yeye, atendaye zaidi ya fahamu zetu. Sasa familia yangu, baada ya kushiba ubwabwa, naamini mko tayari tusome na kuomba kabla ya kwenda kulala. Leo tutasoma Zaburi ya 138 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nitasoma kwa jina la Yesu. Nitakushukuru kwa moyo wangu wote, mbele ya miungu nitakuimbia zaburi. Mstari wa 2, nitasujudu nikilikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako, kwa maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako lote. Narudia, maana umeikuza ahadi yako kuliko jina lako. Siku ile niliyokuita uliniitika, ukanifariji nafsi kwa kunitia nguvu. Sasa watoto wangu wazuri, hapa Mungu anatufundisha kuwa akiahidi jambo lazima ahakikishe linatimia. Kama ameikuza ahadi yake, maana yake atafanya kila njia kuhakikisha wewe unaendelea kumwamini na kukupa ulichokiomba. Ni kweli. Kama tulivyomwamini kuwa siku moja nyie mtakuja, na kweli amehakikisha mmefika. Ni kweli mke wangu ulichosema. Sasa tutaenda kumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Bwana Yesu, leo tumesimama mbele zako kukushukuru kwa kutimiza ahadi yako juu yetu. Tunashukuru kwa uaminifu wako. Leo hii nasi tunafurahi kwa sababu ni wewe umetutendea makuu. Ninakuomba, bariki familia yangu na watoto wetu walioko tumboni. Tunajificha chini ya mbawa zako. Utufiche Yesu kwa damu yako. Muovu akija akutane na wewe badala yetu. Mungu, umekuwa mwema kwetu. Hatuwezi hata kueleza. Leo hii tuko na baby testimony na miracle ni kwa sababu ya rehema zako nyingi. Tunaomba uendelee kuturehemu na kutulinda mbali na waovu wote na shetani asitushinde katika jina la Yesu. Amen. Amen. Yesu, wewe rafiki yangu. Amen. Karibuni Calvary Church, tunafurahi kuwaona. Asante sana. Hali zenu? Salama kabisa. Amen. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen.
Naamini baada ya kutoka hapa mtaenda kulitendea kazi neno tulilojifunza. Lakini kabla ya kuendelea na sadaka, niwape nafasi ndugu zetu wanataka kumshuhudia Mungu. Tunajua Mungu amekuwa mwema sana kwao na kwetu pia. Sasa niwakaribishe familia ya Lonzo Punjeshi nje hapa mbele kwa ajili ya ushuhuda. Amina. Kipekee tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa mwema kwenye maisha yetu. Pia tunashukuru kanisa kwa kuwa nasi bega kwa bega. Kipekee michungaji, tunakushukuru sana kwa kutushika mkono kwa miaka mingi. Umekuwa bega kwa bega na sisi bila kuchoka. Kuna muda tulipoteza imani. Kuna muda vita zilizidi tukakata tamaa, lakini ulikuwa pamoja nasi kututia moyo. Hukulala, ulikubali kukesha na sisi, na leo tumesimama na majibu ya maombi. Mchungaji, baada ya mke wangu kutolewa kizazi tulijua ndio mwisho, lakini kwa maombi uliopigana nasi mke wangu alirejeshewa kizazi kipya. Leo tuna watoto. Nataka nikutie moyo wewe mwanamke mwenzangu, uliambiwa huwezi kuzaa, nitazame mimi. Nilitolewa kizazi na Mungu akanipa kizazi kipya. Baada ya miaka 12 nikashika mimba. Leo watoto wetu wana miaka 2, majina yao ni Testimony na Miracle ambao Mungu ametupa. Lakini pia kupitia safari yetu napenda tujifunze kuomba na kufunga sana. Ona sisi tulifungwa na zawadi tulizopewa kwenye harusi na watu wa karibu. Mke wangu aliletewa boksi tupu kwenye harusi na anti yake ambalo lilitambikwa na lilinenewa kuwa maisha yetu yawe tupu kama boksi hilo. Mimi nilipewa jezi yenye namba 10 na rafiki yangu tuliyependana sana, nayo ikiwa na maana tuwe maskini kwa miaka 10, nayo aliitambika kwa waganga. Na yote haya tumeyajua baada ya kuomba sana. Mungu akatufunulia na mengine kupitia mchungaji wetu hapa. Mambo yalidhihirika wazi, walijileta wenyewe. Hii kutie moyo ndugu yangu kwamba imetupasa kuomba kwa bidii sana, wala tusikate tamaa. Mungu bado anajibu maombi, hasa mambo yaliyoshindikana. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya mume wangu ambaye hakuruhusu maneno ya watu yatuvuruge walipomwambia niache kwa sababu mimi sizai. Lakini baba huyu alisimama na mimi na alihakikisha ninakuwa na furaha siku zote. Mungu akubariki sana mume wangu, na kanisa mbarikiwe sana. Nami nashukuru Mungu kwa ajili ya mke wangu. Amenivumilia sana, hasa kipindi nilichofukuzwa kazi kwa zaidi ya miaka 4. Amekuwa akinilisha na kunitunza bila kulalamika. Pia napenda kuambia tunatarajia kupata mapacha wengine soon. Mungu ametutendea mema. Naamini ushuhuda huu umekujenga. Cha kujifunza pia ni kwamba usikae kizembe. Ombea kila jambo na kila kitu unachofanya. Hasa nyie mnaotarajia kufunga ndoa, mkumbuke shetani anachukia ndoa. Hivyo hutuma mashambulizi kupitia mlango wowote ule. Inatupasa kukaa rohoni sana kuliko mwilini, ili mambo kama yaliyowakuta familia ya Lonzo yasiwakute. Ombea kila kitu, usichukulie mambo kuwa ya kawaida. Mungu awabariki sana. Basi tukutane kwenye ibada za katikati ya wiki. Uje bila kukosa, usiwe tu muumini wa Jumapili. Haya tuombe. Mungu, tunakushukuru kwa matendo makuu. Tunakabidhi wiki mpya mikononi mwako. Amen. Mbarikiwe sana. Tutaonana katikati ya wiki. Dad, twende kwenye ice cream. Yes, Dad. Haya. Taratibu msije mkaanguka.